Hizo pombe si ndo zinakupa kiburi? Sasa subiri nikuonyeshe. Meuka. Sasa nje amna. Ngoja nirudi kula kwa mama Musa. Nje imeshakuwa jana. Basi huya. Sasa nataka nikuulize huko upo kwenye mti huko. Amniwezi. Hapa ni mwendo wa kwenda huku nilipokuwa nataka kwenda. Sasa usiendi, narudi huku na safari yangu niendelee. Nakunywa pombe kutuliza harusi. Shikamoo dada. Marahaba mdogo wangu, jambo? Jambo. Za hapa? Nzuri. Za huko nyumbani? Nzuri kabisa. Mama jambo? Mama mzima kabisa. Aya, karibu tupo ndugu yangu. Asante. Mbona uko sawa ndugu yangu, shida nini? Mbona nipo sawa tu dada. Au ndo shemeji kashakuvuruga nini? Maki wewe naye uchelewaji. Amna dada, sio shemeji. Kuna vitu tu vinanichanganya kichwa. Vitu vyako niambie. Ni maongezi marefu dada, sidhani kama tunamaliza kutusimama. Sawa, hamna shida. Twende sasa tukakae pale unieleze. Karibu kae. Niambie, kuna shida gani tena? Asante rafiki yangu, karibu. Asante. Mbona leo madaftari? Kuna nini hapo? Rafiki yangu hata sielewi. Hebu naomba zunguka uje tuzungumzie huko ndani. Nani tena? Yaani kama unavyoona rafiki yangu. Mimi napiga mahesabu hapa, faida sioni. Nikiangalia bidhaa ziko sawa. Mimi napata hata sielewi nini nifanye. Wewe utakuwa kuna chuma ulete. Chuma ulete? Tafuta ulinzi. Yaani nikatafuta ulinzi nje niweke hapa? Hapana, sio hivyo. Mimi kuna mtaalamu wangu ambaye namjua. Wewe fanya njoo kesho. Nje nikupeleke. Kiwezekana hata asubuhi tu. Nikusindikize kwa yule mtaalamu. Mimi namfahamu. Mbona biashara yako itaenda vizuri? Sawa rafiki yangu, nimekuelewa. Mimi nitafanya hivyo. Niambie. Mimi hapa nimekuja nataka mchele kilo 1. Ila nitakupitishia. Nimekuja bila hela hapa. Haina shida. Yaani kusema kweli dada, ndani ya hizi siku 2-3 hapa nimekuwa mtu wa matatizo mengi sana, yaani tunashindwa kujielewa mwenyewe. Sijui nimepatwa na nini yani. Mara nyumbani mzima, yaani matatizo mengi sana. Ndio. Unajua ile juzi ile nilikuwa nimeenda polini kuchanja kuni. Sasa nilikuwa nimechanja kuni vizuri, nimezisanya vizuri. Sasa nilikuwa nimezituka nirudi wapi? Nirudi nyumbani. Sasa ule mbe anarudi nyumbani pale, njiani pale. Ukifungua mdomo tunakula nyama. Nini tena si useme? Wewe sana.
Au dada tuachane hizo story. Okay. Wewe usinichanganye. Mara kuna shida unataka kuniambia. Sasa hivi tu tena kichwa kimekuuma. Mara unataka kwenda nyumbani. Mbona sikuelewi ndugu yako niambie? Mimi ndo ndugu wako au kuna mtu mwingine tena unataka kumwambia? Sina shida yoyote dada, ila najisikia vibaya. Alafu kizingatia nyumbani nimeondoka, mama ajui kama nimekuja kwako. Akija atanisema, kwa ngoja nikapumzika kidogo, alafu baadaye nitakuja nikusimulie. Lazima nije tu. Haya, umeshaamua wewe, mimi nitasema nini? Sawa, hamna shida. Basi dada, ubaki salama, sasa ngoja mimi nikukimbie. Haya, karibu tena, ngoja mimi niandae hapa mboga niinjike jikoni. Haya sawa, basi ngoja na mimi niende. Mchana mwema. Haya poa, msalimie mama. Haya sawa, bye. Haya bye. Mara kichwa kinamuuma. Mimi hata simuelewi. Nimejiandaa niende kazini. Sawa. Naona muda hapa umeniacha. Nielekee kazini kabisa. Nitakuta wamenisubiri sana. Nenda kazini. Sawa mnaona. We Freddy! Niache kabisa muda. Freddy! We Freddy! Njoo mara moja huku. Naomba uchukue ndoo uende ufanye usafi kule uani. Mume wangu. Mume wangu nenda kazini. Niende kazini. Mume wangu hela matumizi. Hela matumizi nimeacha pale mezani. Sawa basi. Mke wangu. Inatakiwa huu unamuita tu kwa upole. Sio kwa ukali hivyo. Hapana mume wangu. Kama nimekukwaza nisamehe, ni bahati mbaya lakini tukia mara moja. Ila mimi Fred na Kaneti vizuri. Sawa. Lakini huyu mtoto ukumbuke tukimlea vizuri. Yaani hiyo ni faida yetu kwa baadaye. Tunamuogopesha huyu mtoto wetu. Atakuwa anakuogopa mno. Mlee tu. Yaani kama mama yake tu wa kumzaa. Mlee vizuri tu kwa malezi mazuri. Huyu anaweza akatusaidia kwa baadaye. Unajua mtoto ukimlea vizuri, yani maisha yake umeyapanga vizuri. Unajua watu wengi wanafeli kwa maisha ya kwenye familia yani. Na maana mzazi akiwa anaongea maneno machafu yanamzuru mtoto. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Haya, mimi niwahi kazini sasa mke wangu. Haya poa, kazi njema mume wangu. Kaka, habari za? Nzuri, japokuwa ya kuwepo yako, ila tunamshukuru Mungu kwa vizuri. Kwanza pole kabla ya matatizo. Asante sana. Lakini kaka, mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi kuhusu tatizo la wipi lilotokea. Unataka kuniambia hiyo mimba yake ni mapenzi ya Mungu tu au kuna kitu? Haya ni mapenzi ya Mungu. Unajua Mungu ndo anaamua kila kitu. Hata ili jambo lililotokea, mimi naamini ni mapenzi ya Mungu tu. Hamna kitu kingine cha ajabu. Maana alitupa huyo mtoto na kaamua kumchukua yeye mwenyewe. Basi hiyo tunamshukuru wala. Hapana kaka. Unajua kwa sababu gani nakwambia hamna? Siku zote nilikuwa nakwambia wifi kwao ni washirikina. Na hata hiyo uharibifu hiyo mimba yake huyo mtoto amemchukua. Ila wewe siku zote wewe nikikwambia unaniona kwa mimi nipo ni mdogo kwako, wewe ni mkubwa, sipaswi kusikilizwa. Dada. Sio dada. Na nahisi wewe kabisa katika kichwa chako kaka wewe umelogwa. Maana sio wewe ninayekufahamu mimi. Hapana, sikiliza. Unajua umezaliwa sana kwenye dini. Nashindwa kukuelewa haya mambo umeyatolea wapi?
tumelelewa sisi kwenye misingi ya dini. Sasa wewe unakuaje? Yaani kila kilichopo hapa chini ya jua, kila kitu kimeletwa kwenye misingi. Na hili jambo lililotokea hili, tusitake kumlaumu kiumbe chochote, hata huyo Allah mwenyewe tusimlaumu. Tunakosea. Hebu rudi huku nyumbani kwetu kwa upande wetu. Wewe unaamini mambo gani hayo dadangu jamani? Acha mpe kangu wewe, sio akili zako. Wewe. Yaani wewe sio akili. Hivi kaka unataka kuniambia miaka mingapi umeishi na huyu mwanamke? Hivi wewe ni wa kuishia kwenye hivi vibanda kweli? Hivi unataka kuniambia mwanamke kwamba nyota ambazo haziendani nyinyi? Hebu niambie. Unatafuta, unajitahidi kutafuta, lakini unaishia kwenye hivi vibanda. Wewe una kibanda. Kwa nini usiwe kama mimi dada yako? Sasa basi mdogo wangu, una shida gani? Hiki sio kibanda. Wewe unataka kuniambia na wewe unajiita una nyumba sasa. Hata hapa tu mtaani kwenu kote hapa. Utaita kwamba na mimi nina kwangu kwenye hivi vibanda vya kuku. Unatakiwa ujue kila mmoja kaandika nani atavuna. Wewe bana wewe. Wewe ni mpuzi, wewe ni mshezi. Tena wewe koma hivi, wewe unaweza kuwa na wifi kama mimi au mimi naweza kuwa na wifi kama wewe? Kwa kipi ulicho nacho? Wifi nimekosea. Koma, sio wifi yako mimi. Tena naomba unisikilize kwa umakini, sijui unanielewa? Wewe umejiweka huko mjanja, umemloga kakaangu, lakini akili zangu bado. Kabla pole. Kaka. Hamna. Zote nakwambia. Kaka niache lazima siweze nikakaa. Barazuri mkubwa mbuzi alibadi ni wewe. Wewe. Punguza ukali. Hivi wewe ujue kwanza huyu ni wifi yako. Nataka kula. Kaka kaa kimya. Tena kaa pembeni usiongee. Nina shida na huyu barazuri wako huyu. Wewe. Sikia nikwambie, koma. Narudia mara 2 3. Koma kama ulivyokoma kwenye ziwa la koma, usinishike. Tena ishia hapo. Sasa sikia nikwambie. Mlijifanya kumla nyama huyo mtoto. Mkazani na kakaangu mtamuweza. Hivi wewe, koma, mimi sio wifi yako. Usinishike. Tena koma, usishia hapo. Koma. Unajua hii nguo nimenunua bei gani? Tena koma, mimi sio wifi yako. Nimekuambia usinishike hii nguo. Unajua nimenunua gharama gani hii nguo? Koma. Ishia hapo. Alafu kingine, mimi sio wifi yako, sijui unanielewa wewe? Hapa utatoka kwenye hii nyumba. Utatoka. Tena usinitumbulie macho, tena na unisikilize kwa makini. Sijui unanielewa? Mimi sio wifi yako. Tena kaka, wewe sio wa kuishia kwenye hivi vibanda. Huyu mwanamke amjendana nyota. Ni bora ungemwoa yule binti yule. Yule binti siku zote alikuwa anakupigia kelele, lakini sio kuoa hiki kimwanamke kifupi. Huyu amekwekea manufaa gani hapa? Zidi anabeba mimba, hizo mimba anapeleka huko kwao kwenda kula nyama, hao watoto wanaja ngoma. Wewe. Huyu ni nani yako? Sina wifi kama huyu mimi. Ni nani yako? Wewe hata kama ni ndugu yangu, ila kwa hiki kitu siwezi nikakifumbia macho. Nini unakionyesha sasa hapa kwa ndugu yako? Acha niongee ukweli. Huyu ni nani yako? Wewe sio akili yako kaka, wewe umelogwa wewe. Unajiweka Mungu na dini, lakini kumbe wewe huna lolote. Una akili sasa? Wewe. Kwanza usimsonte. Ishia hapo, sina wifi kama wewe. Sikiliza. Hapa ni kwangu. Kama utaki kukanyaga hapa, mwisho leo kuja hapa. Hapa ni nyumbani kwangu. Unaona leo nimefanyaje? Mimi namwamini Mungu na hana shida. Ndio hivyo. Kama ni mimba tutapata nyingine na mtoto na tutapata watoto. Sasa sikia nikwambie. Wewe bana. Sikia nikwambie. Kamwe maisha yako yote mtaishia kulala kwenye hivi vibanda kama vya kuku. Na mtoto kamwe niko hapa. Hamtapata mtoto kwa huyu mwanamke. Na nakwambiaje? Umemsaminisha huyo mwanamke kuliko mimi ndugu yako. Sasa nakwambia hivi. Tena sitaki nikaja nikaona simu yako hata siku moja dada nisaidie chochote kile. Komea kwenye vibanda vyako. Kwa heri naondoka. Kwanza leo mimi sio ndugu yangu. Mpumbavu mkubwa. Tena wewe mwanamke, siku nikirudi nisikukute kwenye huu mji mpumbavu mkubwa barazuri usijua kuoga wewe. Tena mkomshe. Mimi naitwa mwana. Shanda.
Agata, samani. Bila samani. Agata, unajua wewe ni msichana mzuri na nikikuangalia una kila sababu za kuishi. Sijakuelewa, unamaanisha nini? Nikiangalia kadogo mama muuza naye sio mama muuza sio kiwandani wanapima tu do. Kwani wasini kuleta dumu kubwa la namna hii. Tuwe tunajishusha kwa buku hizi. Buku 2. Sasa nipige vitu hapa ili mradi. Shando haya sasa. Hapa ni mwendo wa safari. Hakuna kurudi nyuma, ni kwenda mbele. Wela, msogea nipite kwanza. Hivi, wanijua? Leo pombe leo tamu, kolea. Sawa. Kwa kweli hizi pombe zinachanganya sana. Hebu nisikie kwanza. Baba. Kuna vitu nataka nikwambie, ila usiwazi. Makubwa. Nakusikiliza. Sawa. Abe. Yaani katika kijiji cha Itanganya yote hii hakuna mwanamke anayekuzidi urembo. Ile wanawake wote mimi na wote, yani wote mwapiga fimu. Haki ya Mungu. Sawa. Hakuna mwanamke anayekuzidi urembo. Acha kufuatilia mambo ya watu. Mimi nafuatilia maisha ya watu. Upo serious? Kaa mdomo. Acha mdomo utakuponza. Hebu sinifurahishe. Yaani mimi kaa mdomo kataniponza. Sikiliza nikwambie. Kama umekuja kuninafikia, mimi mwenyewe mnafiki. Na kama unataka umbea, yani mimi ndo kwangu, mimi ndo konki. Na kama unataka matusi, yani kwangu ndo yamebobea. Yani unafiki wako unapoishia na mimi ndo naanzia hapo naendelea. Na kama umekuja kunichimbua yaliyolala, utayaamsha. Sikiliza nikwambie. Mimi sio kama hao unaowajua. Sijui unanielewa? Kwani wewe Agata, kinachokufanya unajiamini haswa ni nini? Sasa ukitaka kujua najiamini nini, nigusa alafu nikuoneshe. Nitakachokufanya hautokaa usahau. Du. Kwani wewe unajiamini nini? Yaani wewe ni mrembo hatari. Jamani, mimi mzuri. Sasa wewe ishi nawe. Hiyo siishi nayo, kae hapo chini. Sawa. Sikia nikwambie, sawa? Nakusikia. Mimi nataka nikuoe. Nataka uwe mke wangu. Sawa? Uwe malkia wangu. Nataka nikuoe nikuweke ndani. Uwe malkia wako. Uwe malkia wangu. Sawa? Sio, umenielewa sawa? Nimekelani kwamba unioe mimi ni malkia afu uwe mfalme, si ndio? Ndio unachomaanisha. Sawa. Abe. Taratibu sasa ndugu yangu utadondoka. Unafuta nywele zangu tena. Sasa sikia nikwambia.
Sikia. Yaani wewe mwenyewe ulivyoishi hivyo, sasa naanzaje kukataa kwa mfano? Ila kweli eti. Yaani hapo mbele ulipita. Ila sasa na kitu hichi kimoja. Sinaona jua ile nazama. Ngoja niende nyumbani nikaongea na mama mbele nipata mchumba. Tuongee tuweke mipango ya harusi sawa, alafu nije baadaye ulete posa sasa kwetu, sawa Hiyo imeisha. Alafu ili jua nalo hili. Inawahi sana kuzama. Sasa subiri nende nyumbani nikaongea na mama mbele nipata mchumba, afanye mipango ya harusi, sawa? Haina shida. Sasa ika shati lako hapa. Ngoja niende nyumbani jua ile nazama. Ngoja nikwambie. Yaani ili jua nao bana. Inawahi kuzama ese. Linawahi muda unaenda. Sawa. Kwa hiyo mipango ya harusi inaende? Ngoja nikaongea na mama tufanye mipango ya harusi. Sasa utanimaliza, utaniua. Wewe ni malkia. Changanya nzima. Mimi malkia sio mfalme. Basi bye Lama. Jamani napendwa. Mimi napendwa. Jamani napendwa. Sio nimuite tena. Jamani napendwa. Mimi napendwa. Jamani napendwa. Mimi napendwa. Kuna pombe mtuizalo. Wewe wajinonge. Jamani mimi napendwa. Mimi napendwa. Mimi dadako ndo kunishikana bila kweli. Nakuuliza. Sitaki kukusikiliza, yani sitaki kukuelewa. Nisikilize basi kidogo mwanangu, sawa? Wewe unajua. Nasema hivi, mimi dadako ndo kunishikana bila kweli. Nisikilize bila kwanza. Hapana, siwezi kukuelewa. Siwezi kukuelewa. Dadako mimi ndo kuniambia nimemla nyama mtoto wangu kweli mume wangu. Dadako mimi ndo kuniambia nimemla nyama mwanangu. Sijapenda. Nasema hivi. Sijapenda. Hata kama una matatizo, ungekuwa na akili timamu unganisikiliza toka mwanzo mume wangu. Kwa nini umsikiliza dadako? Kwa nini? Ndio maana niko hapa na kusikiliza. Sasa nasema hivi, naomba talaka yangu niende kwetu nikale nyama ndugu zangu vizuri. Mimi dadako na kunitamkia ile maneno kwa simeamua. Naomba talaka yangu niende kwetu. Tulia sasa, tulia basi. Simeamua. Nataka talaka. Subiria. Mke wangu, unajua kabisa sisi tumepata matatizo. Mimi na matatizo, wewe na matatizo. Yule hajui. Sasa kwani tunagombana sisi wenyewe? Sitaki kuelewa yale maneno ungekuwa unaamua kweli unapenda mkeo ungeniambia toka mwanzo dadako nakupenda toka zamani. Nataka talaka yangu. Dadako mimi ndo kuniambia maneno yale, nimemla nyama mwanangu, nimembeba miezi 9 tumboni. Na wewe leo hii naambia nimemla nyama mwanangu kweli mume wangu. Hivi ni kweli hilo? Ni kweli? Nisikilize sasa mke wangu. Sisi tuna matatizo. Matatizo gani haya? Tuna matatizo. Unajua mimi hapa mwenyewe sina amani. Moyo wangu unanungunika sana. Kwa sababu yako. Kwa sababu sasa ni hivyo basi. Nimesema hivi. Nataka talaka yangu, nielewe basi. Nipe talaka yangu niondoke kwetu. Unataka talaka? Nipe, sitaki kusikia mambo mengi. Nipe talaka yangu niondoke. Nipe talaka yangu niondoke, sitaki kusikiliza. Soma sikiliza ndugu zako. Nipe talaka yangu. Nipe talaka yangu jamani, mimi ndo kuambia nimemla nyama mwanangu. Nimebeba mimba miezi 9 naambia nimemla mwanangu nyama kweli jamani kweli. Naomba talaka yangu, nimechoka, nataka talaka yangu. Bado niko njia panda hata mbele sioni. Kiza ni nene nimewekwa fichoni. Kama ni maji amenifika shingoni. Ujanja ndege ulimbo leo nimenasa tunduni. Kelele visa toka kwa majirani. Amani hakuna hata kwangu nyumbani. Minaitwa mwanga Mungu Baba niepushe. Naroga kwa madawa nyota yangu waishushe. Minaitwa mwanga Mungu Baba niepushe. Naroga kwa madawa nyota yangu waishushe.
nabaki njia panda, nabaki njia panda.